wewe kama mzazi, mtoto ni nani kwako? Namba moja, mtoto ni urithi ambao Mungu amekupa. Wewe kama baba, huwa tunawapa watoto wetu urithi wa shamba, tunawapa urithi wa fedha, wa mali na vitu vingine. Lakini Mungu, kati ya urithi ambao atakupa kwenye maisha yako kama mtoto wake, atakupa urithi wa watoto. Maana yake wewe ndio utakayejua namna ya kukaa, kufanya na kupalilia hichi kitu kiweze kuwa baraka kwako au kiwe laana kwako. Kwa hiyo usichukulie tu mtoto kama mtoto. Mtoto ni urithi. Ni urithi ambao Mungu amekupa kwenye maisha yako. Ni kama vile baba aliyempa mtoto wake shamba. Kaambia, mwanangu, nimekupa shamba, fanya unachotaka. Ukitaka kujenga, jenga. Ukitaka kuishi, ishi. Ukitaka kuweka mradi, weka mradi. Ni urithi. Mtoto ni nini kwa mzazi? Namba mbili, mtoto ni mwakilishi. Mtoto ni mwakilishi ambaye atakuwakilisha mahali ambapo wewe haupo. Mtoto atabeba jina lako. Mtoto anabeba heshima yako. Mtoto anabeba maadili na sura ya familia anapokuwa katika jamii. Tukitaka kujua huyu baba ni wa namna gani, tunaangalia mtoto wako. Vile tu anavyo behave, tunajua huyu mzee, pamoja na kwamba tunamuona ni mpole, lakini kuna kitu hakijakaa sawa. Maana yake mtoto wako atakuwakilisha mahali. Wewe hujafika Dar es Salaam, lakini mtoto yuko Dar es Salaam anakuwakilisha wewe. Kwa maana amebeba jina lako, amebeba heshima yako, amebeba maadili yako. Kwa hiyo usichukulie poa. Jiulize kila siku unapoamka, hivi huyu mtoto anapotoka anakwenda mimi mambo hapo sijui, kule anapokwenda ananiwakilishaje? Je, hii tabia alionayo kweli inaniwakilisha nilivyo au inaniwakilisha tofauti? Na ujifunze kuomba na kushughulikia hicho kitu mpaka kikae sawa. Kama naongea na wewe sema amina.